Wacha jumini Mjaluo. Mimi ndio nilipigia mama yangu simu. Azuri, karibu sana. Our Governor Kimani Wamatangi, Chief or sijui kama saa hii ni CC wetu wa education, na chief wetu wako hapa, chairman wa welfare, MCS wote wale wako hapa, Kawasukari msema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Si munijibu ni kama muko sawa na mimi. Najua mujakula, lakini muko nikifika na nimefika na baba county, si mutakula? Si mchangamuke. Bwana Yesu asifiwe. Haya, wale watu wamependa Yesu nione kwa mkono. Nione kwa mkono. Asanti sana. Mimi leo sitaongea mengi, sababu tuko na mgeni wetu ambayo tunapenda. Governor Kimani Wamatangi hako hapa. Wangapi wamekaribisha Governor Kimani Wamatangi? Nione kwa mkono. Wangapi wamekaribisha Kennedy Odhiambo Odhis Power? Nione kwa mkono. Wangapi wamekaribisha MCS wote na wageni wetu? Nione kwa mkono. Asanteni sana. Mimi sitaongea mengi. Watu wa Sukari, nimekuja na mgeni. Mmemkaribisha? Mnampenda? Sasa mimi leo ni siku ya 7 kuleta Governor Kimani Wamatangi Kawasukari. Na mimi Governor, mimi nashukuru sababu nikikwambia ukuje unakuja. Hata nitangangana nitafute kanyumba hapa Kawasukari ukiisi huku. Sasa tukikuita unapita hapa. Mwanamke ndio tutakupatia sababu wewe ni wa bibi moja. Lakini tutakupea nyumba hapa ukue. Wangapi wanataka Wamatangi aisi hapa? Haya, na wamama naona vile nimeongea sasa wamekasirika. Nione wamama mmekubali Governor aisi hapa? Sitaongea mengi. Governor, last time tulikuwa hapa na tuliongea mambo ya project. Kawasukari leo sile kasi inaendelea, tunajenga ECD center ambao tunajenga pale Ndiaini, iko almost kuisha. Imebaki tu karibu 10% ise, na Governor amesema atakuja kufungua. Vile vile tuko na project ambayo inaendelea ya siwa pale police station paka pale nyuma ya Felma, tunaweka siwa saa hii. Vile vile tuko na project ambayo inaendelea ya maji. Sema maji. Ile inaendelea kutoka pale Moyoko, saa hii nafikiria tumefika pale police station. Tunachimba, tunaweka pipe ingine mpya. Pia sasa Governor, vitu singine kama hospitali Governor amesajenga ambayo tuko karibu kufungua, sipokuwa tunataka kuweka perimeter wall na kabro ndio hospitali ifunguliwe hii mwaka. Pia pale park mnajua vile imefanywa. Tumeweka mnyasi mpya, tukaweka choo. So kasi ni mingi. Siwa tumeweka kutoka Ndiaini, saa hii tumefika pale. Na Governor, saa hii nilikuwa naomba tuweke siwa kwa hii post road kutoka pale iende paka pale chini, sababu already umekubali kuweka hapo kabro kwa hiyo post road iende paka pale kwa Kenvarsity. So before tuweke hiyo kabro tuweke siwa. Alafu ya mwisho Governor, mimi ile kitu nasema bado mimi nalia barabara mbili hapa Kawasukari. Barabara ya kwanza ni gani? Barabara gani? Baringo Road hapa last time juzi tuliongea hiyo Baringo Road ukaribu inanipatia aibu. Sasa wanasema walichagua Mjaluo alafu shopping center inakaa namna hiyo. Sasa ikai hata vile navaa iko tofauti na hiyo barabara. Governor Kimani Wamatangi, nitolea aibu niwekee hiyo barabara. Ya barabara ingine ni ile ya Post Road, ile ya PCA. Tulienda kanisa na tukawaidi. Sasa watu wa kanisa wanaomba, alafu wanamwambia Mungu kabla hajaweka hiyo barabara usimpatie mtoto ingine. So hapo iko vile na kwama kikanisa. Odhis power. Wamatangi power. Mimi Governor hapa Kawasukari tuko na amani. Tukiwa tuko na Mwaniki na tuko na Boni Chief na Kaminjo, hii Sukari tuko nyuma yako. Na sasa ile kitu na mimi najaribu kusema sile pa project kidogo kidogo tumeandika ni mingi.
jaribu kusukuma. Saa hii Kawasukari almost 2 months hakuna kitu inaendelea ile ya maana kabisa, tusaidie. Ya mwisho, gavana, mimi nataka nikuombe hivi. Hawa watu wa jua kali wa hapa wamelea sana. Sababu hawa watu wa Kawasukari wa jua kali huku tax wanalipa. Na mimi nafanya mkutano ya kulipa tax. Nafanyanga. Sababu wakilipa tax ndio napata msara. Lakini iko liaison officer imekuja hapa. Imewafuruga na nasikia iko area kidogo. Wengine wanalipa shilingi 200 ndio wawachwe shilingi 500, na hiyo kitu nimeblock. Na ndio nimeongea na hata leo. Nataka ufanye uchunguzi kivyako. Kama amechukua pesa kwa hawa watu, hizo pesa arudise na ulete mtu ambaye anasaleta watu wa Kawasukari wakaa na amani na walipe tax. Sasa hapo nimeongea vibaya. Na gavana, mimi hapo pale ya tax, mimi nataka nikusaidia kitu. Tax ya Kiambu kwa vibanda hapa Kawasukari na area zingine za Kiambu imepanda sana. Hawa watu walikuwa nalipa tax ya 6,000. Saa hii imeenda kulipa license ni 9,000 na 13,000. Ama naongea uongo? Sasa iko pahali tunapoteza pesa Kiambu. Inamaanisha mtu ambaye ako na kibanda kama ile iko pale awezi tafute 10,000 alipe mara moja. Sasa hawa watu laso na hawa wengine wakitembea hapo kama 200, kama 300, miaka inaisha. Gavana, mimi naomba tutengeneze system ambayo mfanye kazi yote ya Kiambu akwe na account. Unaweza weka pesa hata mara 3. Weke 2,000, weke 3,000, weke hivyo, ikitosa unapewa license. So hapo nimedanganyana. Hiyo watakuwa na msigo rahisi na pia sisi tutapata tax. Sababu hapa mimi najua area mingi wajalipa tax, unapata wengine wanaenda hapo. Hapo si tumesikizana? With this power. Sasa leo tumekuja hapa kupeana basari. Mnajua vizuri Kimani Wamatangi vile tulichaguliwa na yeye, walikuwa napeana 1,000,000 kwa mwaka mzima. 500,000 kwa miaka 5. Na hiyo pesa mkuwa mnaona mnasakaa hapa mpeo basari. Hapa ni uongo. Sasa leo Wamatangi ameweka hii kitu 1.4 million times 5 kwa 1.4 alafu anapeana mara 5 kwa mwaka. Sasa hiyo kwa miaka 5 itakuwa pesa ngapi? Si ni pesa mingi hiyo? So leo hii tunapeana basari ya 7 na tuko miaka ya 2. Simpigie Kimani Wamatangi makofi. So leo tumekuja hapa na gavana ako na haraka. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Kawasukari, mtachagua sisi tena? Mtachagua sisi tena? Wangapi watachagua Wamatangi nione kwa mkono? Wangapi watachagua this power nione kwa mkono? Mimi juzi nimeona WhatsApp na trend huku. Watu wanasema gavana ni mzuri, ni kuambia sababu wewe ndio baba yangu. Wewe hapa watu wa Sukari wengine wameanza kutembea huku ati tulifanya makosa kuchagua Jaluo, ati huyu Jaluo tunamblock tena huku. Lakini mimi nataka kuuliza nyinyi, si Wakikuyu walikuwa kwa hii kiti? Iko siku mlipewa basari hapa? Iko siku mmepewa basari pale Felma? Mlikuwa na maji ya kukunywa? Mlikuwa na taa ya sola? Mlikuwa na park mnasaenda mpaka na girlfriends yenu? With this power mlikuwa na ECD. Sasa si tunajengewa mpaka ICT tena pale. Sasa mimi nauliza, si walikuwa kabila yenu? Si walikuwa nakula hizo pesa? Mimi nauliza nyinyi, mtaniwacha juu mimi Mjaluo? Mimi ndio nilipigia mama yangu simu asai na Mjaluo. Si mama ya mtoto ndiye anajua baba ya mtoto? Mimi naweza kuwa hapa kama mimi si Mkikuyu? Sasa hiyo siasa wanataka kufanya hapa ikwame. Wakuje na agenda. Nyoro alikuwa hapa, hakuna gavana, mimi nakwambia ukweli. Hapa Kawasukari hakuna kitu yote ilikuwa na roofing ya Kiambu County. Hakuna. Na si Wakikuyu walikuwa kwa hiyo kiti. Hata wamama wangapi wamesana Wakikuyu na wamewachia watoto udhiza analipia fee. Sasa hiyo ni siasa tutapiga kweli? Neighbor yako ndio ndugu yako.
Mwenye amekupea mtoto na analea mtoto ndio baba ya mtoto. Si mimi ndio sasa ndio MCA. Sasa tukianza kusema ukabila ati tunataka kuchukua mtu fulani tuweke kwa kiti sababu niyo kabila hii, alafu mkose maji ya kukunywa, mkose basari. Mimi ndio MCA ambaye anachukua simu yenu. Ama ni uongo? Mnaniambia this tuko na matanga tunaenda, tunarudi. Si tulikuwa na Naivasha? Juzi si tumekuwa na Murang'a. Si tunaendelea vizuri? Wangapi wamekubaliana na mimi nione kwa mkono? Na mimi nataka kuambia watu hao hivi. Ni vitu mbili. Wajipange na agenda ya kunitoa. Wajipange na nini? Na agenda. Wakati mlinichagua, mko anajua mimi ni Mjaluo. Sasa wapange na agenda, wakuje hapo waseme hakuna maji, wakuje waseme hakuna ECD, wakuje hapa waseme hakuna basari. Si mtawasikia? Na mimi nasema kama MCA wa Kawasukari, wenye wameanza siasa, hakuna siasa na sitakubali. Mimi sitatoka hapa nikae assembly nipigiwa simu ati mtu mwingine ameweka watu pale mkutano, mimi nikose kuwafanyia kazi, naenda kupigana na hiyo mtu na polisi. Sasa hiyo kazi nimepeana. Hapa Sukari hakuna mkutano ya siasa mpaka 2027. Hakuna. Kama unataka kusimama na Odhis, tangaza 2027. Kama umetangaza leo ama kesho kutwa, tunaomenyana. Si wananijua? Mnakubali tufanye kazi ama tufanye siasa? Si tufanye kazi. Mimi ni kwa assembly na mpigiwa simu ati mtu ameweka watu mkutano ati nyuma ya SK anatafuta kiti. Kwani mimi ni kiwete? Sijui kazi nafanya? Na pia wasinistue, hakuna mtu ako na mimba hapa. So, hapo si mnanielewa? Siasa ni miaka gani? 2020? Na mwenye atatangaza leo ama kesho kutwa atajua mimi ni nani, sababu lazima ni protect nyinyi. Kasi yao wanataka msara, wanataka muumie. Mtakubali hiyo? Mambo ya mwisho, hii samba nimesimama hapa. Hii samba tumepigwa sana na governor. Na wale watu wanataka kutunyang'anya hii samba, na ile ya secondary school na ile ya pale na ile ya pale, hizo zingine tumerudisha, ndio wanasimamisha mtu ambaye atanitoa. Water cartels na land grabbers, mtakubali wanunue watu wakuje wanisumbue? Sasa nimeona mheshimiwa Esther Gadogo ako hapa. Si mnajua huyu mama anaitwa nani? Alikuwa nini? Nyinyi ndio mmesema. Sasa mimi governor, mimi sina mengi na nimefika hapo leo. Tunatoka hapa tunaenda Wendani. Ile matangazo nataka kutangazia nyinyi ya kwamba wale watu wamekuja hapa watatoka na basari yao hapa. Si hapo tumeelewana? Na ndio maana mimi nilisema nataka kitu ambayo iko safi. Kama uli apply basari, mimi siendi Wendani governor. Mimi nataka kukaa hapa nione ni nani anachukua basari. Nataka kukaa kwa hii mesa hadi hiyo basari wapeana vizuri paka jioni. Sile simebaki mtachukua Friday kwa ofisi. Tutakubaliana hiyo? Sababu tuwezi peana basari alafu governor kuja itane mchukue basari hapa, wengine wakuji. Mtakubali nyinyi mkae hapa peke yenu? Sasa watangoja hiyo basari, wakati governor atarudi alete. Governor, mimi unikubali. Siwezi kaa chini bila kuita huyu mama, sababu hao wananchi watanipiga. So mimi mama, naomba usalamiana tu, na before usalamiane, MCS wetu wamefika hapa, ni msuri wa kuje hapa wote wajua tuwaone, sababu this power. Mimi nikikujanga hapa MCS wote wananipenda, paka wasichana, paka wanaume wanakuja na mimi. Pigeni makofi ya MCS wakikuja, kujeni tujuane akina Jen, kujeni. Na Esther Irungu pia kuje. Na majina haya Cedric, unajua wengine sijui jina yao. Haya, huyu ni mheshimiwa anaitwa Cedric, tumpigie makofi. Huyu anaitwa Jen Monique kutoka Juja, mpigie makofi. Huyu anaitwa Rebecca, tumpigie makofi. Si unaona ni mrembo? Huyu ni mrembo, amenifuata mpaka huku. Huyu anaitwa Wanyoto. Huyu anatoka kule
Kumudhai, lakini hana mtu. Sasa wakina Lovena, wakina Chieng wako hapa. Sasa huyu mupatiane namba, hana mtu na anatafuta, na alisema yeye anataka kuoa Mjaluo vile mimi nafanya kazi. Asante sana. Tuko hapa na cute Teacher Alice ako hapa, tumpigie makofi. Huyu ni mheshimiwa. Tuko hapa na chair wa health anaitwa Muhenja. Unajua hizo jina Muhenja, tumpigie makofi. Huyu ndio amesimamia hospitali yetu ya Kawasukari na kajengwa vizuri. So tumpigie makofi tena. The chair. Tuko hapa na George wa kutoka Moyoko. Teacher George ndio huyu. Iko wakora wengine walienda kwake na wakachoma huko na tuliomba wataumia polepole. Huyu anaitwa Teacher George, tumpigie makofi. Haya, huyu anaitwa Mheshimiwa Shila. Tumpigie makofi. Ako na mtu, msimuangalia macho mbaya. Haya, Mheshimiwa Kawasukari Power. Huyu anaitwa Monica, mheshimiwa, na anatoka kwa chama cha Jibebe. Mpigie makofi. Huyu anaitwa Esther Irungu. Si unaona vile ako mrembo? Hata yeye amefuata mimi. Haya, tuko hapa na mheshimiwa mdogo sana. Anaitwa KK. Anatoka kule Musada. Tumpigie makofi, lakini yeye anasaoa 2 ama 3 kama mimi. Haya, si mnajua huyu anaitwa Koigi. Anatoka huko Sianda. Si ni Sianda? Ni mheshimiwa, tumpigie makofi. Huyu ndiye anaitwanga Ruth Waithera. Ruth nani? Hata mimi niko na mtoto anaitwa Waithera, msinione hivi. Sasa huyu anatoka Githiga hapa karibu na hapa Githunguri. Sasa mpigie makofi kubwa. So naona kwa vile mrembo. Sasa mimi warembo wananifuata hapo kila siku. Haya, huyu mheshimiwa anaitwa Mburu wa Kameno. Na sisi tunamuitanga mandefu. Jawa sana wanapenda mtu akona ndefu sana. Kabisa. Sasa huyu anatoka pale Kameno. Asante. Mheshimiwa Agigo ako hapa, msichana mrembo sana. Si unamuona? Si mnaona figa? Makofi kwake. Huyu anaitwa Millionaire. Sasa huyu mheshimiwa, si unamuona? Mpigieni makofi. Yeye wakati nilifika bunge, yeye ndiye aliniombea. Huyu ni mtu ameokoka. So msimuangalia na macho ingine mnafikiria. Huyu ndio deputy majority leader. Unajua mimi ni minority. Huyu ni Koina kutoka pale Kiambu. Yeye ndio mwenye hapo, hata gavana akienda anamuombanga ruhusa ndiye afungue. Yeye ndiye ametuhost pale Kiambu. Mpigie makofi. Huyu wangapi wameandikwa Kiambu County? Nione kwa mkono. Wanakula msara hapa. Nione kwa mkono. We ndilete na waona nyinyi. Haya, huyu ndio ako kwa public service. Sasa wasichana wale wanasemanga wanataka gavana waandike kazi. Upeane namba. Mupeane namba ama nimeongea vibaya? Huyu ukichukua namba yake unachorwa hata kama gavana ajui. Sawa. Mpigieni makofi. Haya, asanteni sana. Mimi sasa ile kitu mimi nasema gavana. Wangapi wanataka kazi Kiambu County? Nione kwa mkono. Wale wanaomba this kazi. Gavana wanaangalia vile watu ni wengi wana kazi. Ile kitu saa hii sababu Kimani wa Matangi akimaliza miaka 10 anaenda kukuwa rais ya Kenya. Wangapi wanataka Kimani wa Matangi akuwa president wa Kenya? Gavana, mimi nakuomba ukipata kiti ya rais. Sababu hao watu wengine wamekosa kazi sababu wana certificate, si ndio? Tunataka bibi akiwa amefika class 8 na mzee alifika class 4. Usikanisha hizo certificates itoke form 4. Ndio mzee apewe photocopy na mama apewe original. Ndio sasa kila mtu aingie kazi. Haya, nione kwa mkono wale wanapenda wa Matangi na this power. Mheshimiwa Esther Gadogo, kuja useme unene.